Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye kozi yetu ya Adobe Illustrator kwa watu ambao wanaanza, yani level ya beginners. Katika somo lililopita tulijifunza jinsi ya kutengeneza new document na kutumia Artboard. Na video ya leo tutajifunza kitu muhimu sana ambacho kila designer anatakiwa kukielewa, ni jinsi ya kuhifadhi na kufungua faili kwa usahihi. Kuna designer wengi wapoteza kazi zao kwa sababu hawajui namna sahihi ya kuweza kuhifadhi faili zao. Baada ya somo hili utaepuka kosa hilo. Kwa nini kuhifadhi faili ni muhimu? Fikiria umetumia masaa matatu kutengeneza logo, banners, posters au flyer. Ghafla umeme unakata au kompyuta ina crash. Kwa mfano, hapo utakuwa pengine hujahifadhi kazi yako, unaweza kupoteza kila kitu. Na ndio maana kuhifadhi mara kwa mara, hii ni njia bora kwa kila designer. Kabla ya kukufahamisha, kwanza tuangalie utofauti kati ya save pamoja na save as. Tunaposema save ni kuhifadhi mabadiliko ya kazi yako kwenye faili lile lile. Tunaposema save as inamaanisha ni kutengeneza au kuunda faili jipya lenye jina na location tofauti. Bila kupoteza muda, twende nikakuonyeshe hatua kwa hatua jinsi ya kuhifadhi faili mara yako ya kwanza. Ikiwa tayari ushatengeneza new document kama hivi tunavyoona kwenye screen, na kama hujui basi kuna video ambayo imepita nyuma nimefundisha jinsi ya kutengeneza new document pamoja na kutumia Artboard kwa usahihi. Nitakuja kwenye file. Kwenye file hapo nitashuka chini kwenye save. Vile unaweza kutumia shortcut key kwa kubonyeza Ctrl+S kwa watu ambao wanatumia Windows, na kwa watu ambao wanatumia Mac basi watabonyeza Command+S kwenye keyboard zao. Baada ya kufungua window ya save itafunguka, na kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ni kuchagua jina la file. Kama hapa faili ambalo nitaandika nahoda flyer. Subiri nikufahamishe kitu hapa kwenye jina. Kwenye jina unatakiwa usiandike tu kila jina. Kwa mfano utakuta watu wanaandika designer 1, flyer new, au wanaiacha tu untitled. Sio njia nzuri. Unatakiwa uandike jina ambalo huwezi kulisahau. Kwa mfano unaweza ukaandika restaurant flyer vision 1, au unaweza ukaandika company logo draft 1, au unaweza ukatengeneza vile ukatengeneza jina ambalo linaendana na ile kazi yako. Kwa mfano Instagram poster Juni 2026. Hiyo ndo njia nzuri. Baada hapo, kitu ambacho unatakiwa ni kuchagua folder sahihi. Unda folder lako maalum kwa ajili ya project zako. Ikiwa mimi nimetengeneza faili langu kama tunavyoliona, nitakuja kwenye Adobe Illustrator. Nitaangalia sehemu gani ambapo naweza kuweka faili la. Kuna AI faili hapa ndio nimeweka kwa ajili ya faili zangu za Adobe Illustrator. Baada kuweka location, kitu ambacho unatakiwa kukielewa ni AI faili ni kitu gani. Tunaposema AI, si AI nani hawa ChatGPT, hapana. AI hii ni format kuu ya Illustrator. Hii ndio format bora ya kuhifadhi project zako kwa sababu ina faida tofauti. Faida ya kwanza ni layer zinakuwa hazibadiliki, Artboard hazibadiliki, na unaweza kuediti wakati wowote. Unaweza ukaitoa kwenye laptop hii ukienda kwenye laptop nyingine ambayo ina program ya Adobe Illustrator na ukaweza kuediti. Baada ya hapo nitakuja save. Hapo sasa tutabonyeza okay. Baada ya kubonyeza okay, document yetu tutakuwa tumesave, na muda wote ambao tutahitaji tutaipata. Tutakuja kwenye file tena, alafu tutakuja kwenye save as. Kwa nini tunatumia save as? Tunatumia save as kwa sababu tunataka tuweze kubackup na project yetu ya kwanza ibakie vile, au unataka kubadilisha vision mpya ya, kwa mfano umetengeneza logo unataka kuiboresha,
Kwa hiyo ile version 1 unaiacha, tunaenda version 2. Hii ndio maana halisi ya kutumia save as. Unafanya marekebisho makubwa, kwa hiyo version 1 unaiacha. Kwa hiyo ukija hapa kwenye save as, ukibonyeza hapa, tunabadilisha jina, tunabadilisha location, na project yetu ya kwanza ambayo tumesave itabakia kama vile. Kwa mfano tunaandika nahodha flyer naongezea 2. Kwa hiyo nitapo save hapa naweza nikabadilisha location. Mfano tubadilishe location, alafu tuweke kwenye thumbnail. Tukiweka kwenye thumbnail hapa tutasave. Kwa hiyo baada ya kusave nitakuja huku kubonyeza okay. Ikiwa umeiweka faili lako kwenye save as, basi hapa itafunguka ile, na ile ambayo umesave mara ya kwanza itabakia kama vile. Ukiangalia hapa kwenye jina letu hapa imekuja nahodha flyer 2. Kwa hilo namba 1 imebakia kama mwanzo. Sasa twende tukai open file. Namna gani ambavyo unaweza ukatumia njia ya ku open file? Utakuja kwenye file tena, alafu utakuja open file. File ambayo tumelisave unatakiwa kuli open, au unaweza ukabonyeza shortcut key ya Ctrl+O kwa watu wa Windows, lakini kwa watu wa Mac wanaweza kabonyeza Command+O. Baada hapo utakuja kubonyeza open. Utakuja kwenye faili letu hili la kwanza AI file, alafu nitakuja kwenye nahodha file ambayo ni ile ambalo tumeliacha wakati wa kufanya save as. Nita click, baada ya kuclick itafunguka yani faili jingine. Hapa ni lile faili ambalo tumefanya save as kama umeliona. Ukisoma kwenye jina hapa utaona nahodha flyer 2, lakini hili nahodha flyer ni lile la kwanza. Nasi tumeelewana jinsi ambavyo tumefungua faili, open file. Baada ya kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukafungua faili letu, twende tukaangalia kipengele ambacho kinafuata, ni recent file. Recent file ukifungua Adobe Illustrator basi unaweza ukaiona. Ukifungua au unaweza ukaja kwenye faili alafu ukaja kwenye recent file. Tunaposema recent files ni kitu gani? Recent file hapa unaweza kufungua project ambazo umefanya hivi karibuni. Kwa mfano utaona kuna projekti tofauti ambazo zipo, kuna nahodha file, kuna nyingi tu. Kwa hiyo hizi ambazo umefanya karibuni basi utaziona. Baada hapo utachagua ambayo unahitaji. Kwa hiyo hapa hatuhitaji kitu, tutaondoka na twende tukaone tofauti kati ya export na save. Watu wengi wanakuwa wanachanganya kwenye hili. Ukisikia save tunakuwa tunahifadhi project, lakini tunaposema export ni kutengeneza faili la mwisho kwa ajili ya matumizi. Kwa mfano kuna PNG, JPG, kuna PDF na tofauti. Tutajifunza export kwa undani baadaye. Kwa hiyo somo ambalo litakuja mbeleni, basi tunaweza tukajifunza jinsi ya ku-export. Tuone autosave. Autosave ni nzuri kuhifadhi mara kwa mara. Hii ni moja kati ya kanuni ambayo nzuri tunashauriwa kutumia. Utasave kwa kubonyeza Ctrl+S kwa watu ambao wanatumia Windows, na kwa watu ambao wanatumia Mac basi watabonyeza Command+S kwenye keyboard zao. Kila baada ya dakika chache unapofanya kazi yako, kuna siku itakuokoa. Inawezekana kompyuta ika crash, umetengeneza projekti kubwa, au umeme ukazima ghafla kwa watu ambao wanatumia desktop. Hongera sana kwa kumaliza somo lako la 4. Sasa umejifunza jinsi ya kuhifadhi na kufungua faili zako kwa usahihi ndani ya Adobe Illustrator. Kama umefanikiwa kuhifadhi projekti yako ya kwanza, andika kwenye komenti, nimehifadhi projekti yangu ya kwanza. Usisahau ku like video, kusubscribe channel
na kuwasha alama ya notification. Tuonane kwenye somo la 5. Kwaheri, bye bye. Naitwa Yusuf Nahoda.